Hello, habari. Kwa majina naitwa Emeritus Albano Kilian. Nimekuja hapa mbele yako siku ya leo kwa ajili ya kudiscuss, kukichambua kitabu kinachoitwa 48 Laws of Power ambacho kimeandikwa na bwana Robert Greene. Kitabu cha 48 Laws of Power katika tafsiri ya Kiswahili maana yake ni kwamba sheria 48 za mamlaka. Kwa ujumla tu hichi ni kitabu ambacho kinazungumzia namna gani binadamu una uwezo ukatumia mahusiano na watu wengine kwa ajili ya faida yako, kwa sababu kama tunavyofahamu kwamba binadamu tupo kwenye constant competition, we are selfish in nature. Kwa hiyo kinajaribu kuzungumza ni namna gani una uwezo wa kumanipulate watu ambao wanakuzunguka wewe na mahusiano hayo ukayatumia kwa ajili ya manufaa yako, kwa sababu tunafahamu tukiwa makazini, tukiwa kwenye mihangaiko yetu ni kwamba kuna watu ambao wanatumia mahusiano hayo vizuri na wananufaisha wao. Kwa hiyo hichi kitabu kinakufundisha namna ya kutumia mahusiano na watu wengine kwa manufaa yako wewe. Kinafundisha namna ya kuwa mwangalifu na namna ya kuapproach mahusiano na watu mbalimbali kulingana na nafasi yako uliyokuwa nayo katika mazingira hayo. Hasa siku ya leo tutazungumzia sheria ya kwanza ambayo inasema never outshine the master. Kwa lugha ya Kiswahili maana yake ni kwamba usijaribu kujionyesha kwamba wewe ni bora kuliko kiongozi wako katika mazingira ya kazi. Hii tafsiri inamaanisha kwamba katika mazingira unayofanyia kazi au sehemu yote ambayo unaishi, kuna mtu anakuzidi cheo, anakuzidi wadhifa, anakuzidi mamlaka. Huyu mtu unapaswa kumheshimu sana na usijaribu kumfanya ajihisi ni mdogo, kwa sababu ni hatari kwako. Inawezekana ni kweli kwamba wewe una uwezo mkubwa kuliko huyo mtu ambaye anakuongoza, lakini hicho kitu kisikufanye ukaona kwamba una haki zote za kuonyesha uwezo wako na kumuonyesha yeye kwamba wewe unaweza kazi yake kuliko yeye anavyoweza. Hiyo itakupa mazingira magumu mno ya kufanyia kazi, kwa sababu bosi wako akishagundua kwamba wewe una uwezo mkubwa kuliko yeye na akahisi kwamba pengine siku moja utachukua nafasi yake, basi kuna uwezekano mkubwa sana huyo bosi wako akakuondoa makazini kabla haujamletea hatari. Kwa sababu tunafahamu wote hakuna mtu ambaye anapenda kuwa chini ya mwingine, lakini tu ikitokea umekuwa chini ya mwingine ni situations unatarajia siku moja uwe pale juu, lakini ni ngumu mno mtu kukubali kwamba mtu ambaye alikuwa anamuongoza sasa yeye awe kiongozi wake, kwa maana ya kwamba ni ngumu bosi wako kukubali siku moja uje kuwa kiongozi wake. Hicho kitu bosi hawezi kukipenda, na akigundua kwamba una uwezo kuliko yeye, basi atafanya namna yoyote ili aweze kukuondoa katika hiyo nafasi. Nitakupa mfano mmoja. Kulikuwa na bwana mmoja ni fundi wa kuchora.